kwamba sadaka ya mafuno ukitoka katika leo uaminifu inakusaidia kufufua vilivyokufa na kuharibika. Unapata Matendo ya Mitume sura ile ya 9 mstari wa 36 habari za Dorcas au Tabitha. Biblia inasema alipokufa wakafuata kina Petro mitume, wakaja Petro akamwambia watu watoke nje, akabakie pale, akamwombea, akafufuka kutoka kwenye wafu. Kilichofanya Dorcas afufuke ni zile sadaka alizokuwa anatoa. Sisi kama tunaelewana? Tuko pamoja? Tuko pamoja kabisa. Hebu nyosha mkono na hii tuone kama tuko pamoja. Yes, kumbe tuko pamoja. Kwa hiyo kile ambacho unaona kimeharibika, sasa ni mtoto shuleni haelewi, anafeli. Ili aweze kutoka kwenye hali ya kufeli, lazima mkomoe. Kilichofufuka tena. Dorcas akafufuka, kilichomrejesha sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sadaka yako usizarau, inakusaidia kufufulia ile ambayo yalikuwa ni magumu, na ile ambayo ilikuwa ni vikwazo, na ile ambayo ilikuwa imesimama kana kwamba ni upinzani dhidi yako. Unaondoka. Sasa nyingine, hizo sadaka za utumishi wako zinakufanya pia kuondolea hata kama ni mauti kwenye usafiri ulionao. Uko kwenye gari unapata ajali na sio unapona. Kumbe Mungu ameangalia sadaka zako unazopelekea yatima na wajane na watumishi wa Mungu na kujenga kanisa lake, akaona ikiwa tamuondoa huyu, nani atakayefidishi hapa? Hayupo, sijamwandaa, abaki. Usifikiri mimi najiuliza sana. Sijui kipindi fulani Mungu anajua usema. Wewe niachane na. Lakini nataka nikwambie hivi, sadaka unayotoa itakusaidia kukuokoa dhidi ya mauti kwa eneo unaloishi. Jiulize. Sitatoa mfano ambao ningetaka niutoe na nimesudiwa, lakini nakupa hii hapa. Wewe ulipo unalisha mgano kwa wiki au kwa mwezi mara moja, mgano mzima chakula. Wewe ulipo kuna kituo cha yatima na wajane kila mwezi au kila baada ya nusu mwaka unawapelekea chakula na mavazi. Wewe ulipo kila mwaka kanisani unabadilisha maendeleo ya kanisa, unaweka fikia kanisani au unarekebisha mambo hapo sawa, au unaboresha miundombinu ya kanisa. Kila mwaka lazima ufanye mambo. Unafikiri ni kwa namna gani shetani au mchawi ataingia kukuloga, akuloge ikiwa unafanya vitu kama hivi? Kwa sababu anayeruhusu baya au jema likupate ni Mungu ndani yako, kwa sababu umempokea. Si ndio hivyo? Na kama umempokea nako ndani yako, kabla ya kuruhusu baya, ndio maana shetani kabla ya kufanya lote kwa Ayubu alishindwa, kaenda kwa Mungu kwanza. Mungu akampa nini? Kibali. Kwa kabla shetani hajaachilia mauti, anapoingia kuachilia mauti, lazima na Mungu aisaini, aipitishe iko sawa. Mungu anatazama, mgana anakulilia, yatima anakulilia, watumishi wa Bwana wanakulilia, kanisa linakulilia. Ataruhusu uweze kufa? Hata waelewa kitu. Mimi nakwambia hivi, kama umeokoka kulogwa na kufa, utakusikia tu. Kabisa. Ningekupa ushuhuda ningeruhusiwa, ungekuwa ni ushuhuda mzito sana, usingeamini, lakini ungekujenga sana na mwisho kutokea mahala. Lakini naona haijawezekana. Kwa hiyo ukisha kuwa mwaminifu kwa hii mafuno yako, Mungu anakuokoa dhidi ya mauti. Unashangaa tu, ndugu yangu nimelasa kutoka gando, kuja kulasa, wako umeisha hujalasa. Ndugu yangu mtoto hapa ni sasa ameenda shule na anaenda mgongo na pikipiki. Mwanao anaenda kesho kurudi kesho salama. Sadaka. Sadaka ina thamani eti. Sisi kwa wewe, lakini mimi naona sadaka ina thamani sana. Hujaona kwenye Matendo 11 anaambiwa kuangalia kwamba sadaka na maombi yako vimefika. Si maombi peke yake, ila na sadaka. Unachokipata kama mavuno kwako ni cha msingi sana mbele za Mungu. Kisingekuwa cha msingi asingekihitaji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.